Wataka Mungu akufanyie nini? Sura ya 11. Je, upo tayari kulipa gharama za uhamisho? Kwa mujibu wa sura zilizotangulia, ni ukweli usiopingika kwamba licha ya kumwomba Mungu atuhamishe, yaani alete mabadiliko katika maisha yetu, upo wajibu ambao mwombaji analazimika kutekeleza ili apate ayaombayo kihalisia. Kwenye sura hii tunachambua kisa cha Mfalme Daudi na watu wake kupoteza kila kitu, lakini baadaye kwa msaada wa Mungu walirejesha kila kilichoporwa na maadui na kisha kutajirishwa kwa nyara za adui zao. Kisa hiki tunakisoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 30 mstari wa kwanza mpaka wa 25. Mtiririko wa matukio ulikuwa kama ifuatavyo. Baada ya kurudi kutoka safari yao, Mfalme Daudi na wafuasi wake walikuta kambi yao imevamiwa na maadui na kila kitu kimeporwa. Walikuwa wamepoteza kila kitu, wake zao, watoto wao na mali zao zote. Jambo hilo liliwapa simanzi kubwa mno, wakalia hata wakaishiwa nguvu. Baada ya kilio hicho, Mfalme Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Kisha alimuuliza Mungu apate mwongozo wake. Mungu alimtia moyo kuwafuatia adui zake na kwamba atawapata na kurejesha vilivyoporwa. Walipokuwa njiani kuwafuatia maadui, watu 200 hawakuweza kuendelea mbele. Walikuwa wamechoka sana, walitaka kuzimia. Walipoendelea na safari, walimkuta Misri aliyekuwa ni mmojawapo wa askari wa jeshi lililofanya uporaji, akawasaidia kulipata jeshi hilo la maadui. Mfalme Daudi na watu wake walipambana na jeshi lile la maadui na kupata ushindi mkubwa sana. Walirejesha kila kilichoporwa, wake zao, watoto wao na mali zao zote. Pia waliteka nyara mali zote za maadui zao na kupata utajiri mkubwa sana. Kuna mambo 7 tunayojifunza katika kisa hiki. Namba 1, tunajifunza kwamba kiongozi aweza kuwaongoza wafuasi wake kupambana na hatimaye kupata ushindi na mafanikio makubwa, hata kama hali yake au changamoto anazozipitia zinafanana na zile za wafuasi wake. Tofauti anayotakiwa kuwa nayo ni ya kifikra na kiimani. Tofauti ya kifikra na kiimani aliyokuwa nayo Mfalme Daudi ilimfanya ajitie nguvu katika Bwana Mungu wake. Namba 2, tunajifunza kwamba ni muhimu sana kupata mwongozo wa Mungu kabla ya kuchukua hatua kubwa muhimu zenye kuleta mabadiliko muhimu. Mfalme Daudi alimuuliza Mungu kwamba awafuatie adui zake au la. Baada ya kupata uthibitisho wa Mungu, ndipo aliwatia moyo wafuasi wake kuanza safari ya kuwafuatia adui zao. Ni hatari sana kufanya maamuzi ya kubahatisha katika mambo nyeti. Ni muhimu kuwa na uhakika ni nini hasa utakiwalo kufanya. Namba 3, tunajifunza kwamba ili kupata ushindi, sio lazima askari wote wahusike vitani tangia mwanzo mpaka mwisho. Baada ya askari 200 kushindwa kuendelea na safari ya kuwafuatia maadui, waliosalia waliendelea mbele bila kukata tamaa. Katika jumuiya au taasisi yoyote ile kama vile kanisa, inapotokea baadhi ya wadau hawashiriki kamilifu katika kupambania mafanikio, wale tulio tayari tusonge mbele na kuendelea kupambana, tusikate tamaa. Bwana Mungu atatushindia, maana yeye haokoi kwa wingi wa watu wala kwa upanga. Hata Gideoni alipewa watu 300 tu wa kumsaidia kukabiliana na Wamidiani na ushindi wa kishindo ulipatikana. Waweza kujisomea habari za Gideoni alivyokabiliana na Wamidiani katika kitabu cha Waamuzi sura ya 7. Namba 4, tunajifunza kwamba ufunuo wa Mungu kuhusu kuwafuatia maadui haukuwa na maelekezo yenye uchambuzi wa kila kitu kwa undani. Hata hivyo, walichukua hatua ya imani kuanza kuwafuatia maadui kwa kufuata mwelekeo wa jumla. Wakiwa njiani, walimpata mtu wa kuwaongoza. Kupitia ukweli huo, tunajifunza kwamba tusisubiri kuwa na taarifa zote kuhusu safari yetu ya kuhamia kwenye hatima njema aliyotukusudia Mungu. Tuchukue hatua ya imani ya kuanza safari ya uhamisho kwa kutumia maelekezo ya awali, hata kama hayana undani wa kila kitu.
Hata Ibrahimu, kwa mujibu wa waraka wa Waebrania sura ya 11 mstari wa 8, alitii agizo la Mungu la kuondoka nyumbani kwao asijue aendako. Tukichukua hatua ya imani baada ya kupata maelekezo ya awali, Bwana Mungu atatufunulia mengine tukiwa safarini. Namba 5, tunajifunza kwamba ushindi wa Daudi na wafuasi wake ulipatikana baada ya mapambano makali sana. Hata sisi yatupasa tuwe radhi kwa mapambano. Ninaupenda usemi kwamba faith does not make things easy, it makes them possible. Yaani, imani haiyafanyi mambo kuwa rahisi, inayafanya yawezekane. Namba 6, safari ndefu ilifanyika kurudi kamini kwao, wakiwa na familia zao na nyara zote. Hapo tunajifunza kwamba kuna gharama pia ya kuyafanya mafanikio yalete manufaa tarajiwa. Namba 7, Daudi hakuwa na ubinafsi na choyo. Aliamuru hata walioshindwa kuendelea na safari wapewe mgao wa nyara. Hapo tunajifunza kwamba hata kama tutateseka na kuumia katika kuyatafuta mafanikio, tuwe radhi kuruhusu wengine kunufaika nayo, tusiwanyime. Tunabarikiwa ili tuwe baraka kwa wengine. Tukatae roho mbaya ya choyo na ubinafsi. Baadhi ya gharama ambazo hautaweza kukwepa kama unataka kuhamishwa ni pamoja na hizi zifuatazo. Namba 1, kupunguza masaa ya kulala na kukaa bure bila kazi maalum ili upate nafasi ya kuomba, kusoma neno, kuabudu, kusoma vitabu na kufanya mambo mengine yenye tija. Namba 2, kubadili vipaumbele vyako na kuyaacha baadhi ya mambo yasiyo muhimu katika kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Namba 3, kuvunja mahusiano na baadhi ya watu wawezao kuhatarisha utimiaji wa kusudi la Mungu katika maisha yako na kutafuta wengine wawezao kukusaidia. Namba 4, kubadili tabia na mfumo wako wa maisha ili kujenga tabia mpya na mfumo mpya wa maisha unaofaa kwa ajili ya ufanisi wa kutekeleza makusudi ya Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu katika Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 29 na 30 alifundisha kuhusu gharama ya mabadiliko aliposema tuwe tayari kukata mkono au kung'oa jicho lenye kutukosesha. Namba 5, kufanya kazi kwa bidii na maarifa. Kwenye kitabu cha Mithali sura ya 13 mstari wa 4 imeandikwa, nafsi ya mtu mvivu hutamani asipate kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Sura inayofuata, yaani ya 12, inahusu nguvu ya imani katika kuifikia hatima yako njema. Endapo umebarikiwa na mafunzo ya kitabu hiki, tafadhali washirikishe na wengine.